kipindi cha Kwaresma, na katika hiki kipindi tunakumbushwa ujumbe mmoja mkuu sana. Ujumbe huo ndio unaosema kwamba mwanadamu mavumbi na utarudi mavumbini. Katika hii statement ni ngumu sana, lakini inabidi tuipokee hivyo, kwa sababu haijalishi wewe ni nani, haijalishi una pesa kiasi gani, haijalishi cheo chako ambacho uko nacho hapa duniani. One day ikifika siku, basi lazima utarudi chini katika nyumba ya milele. Ndugu zangu, huo ndio ujumbe wa Kwaresma. Lakini wapendwa watazamaji, katika kipindi hiki tunaaswa kutenda matendo kwa ajili ya kumtukuza Mungu na si kwa ajili ya kuonekana mbele ya watu. Tunapaswa kutenda matendo kwa ajili ya utukufu wa Mungu na si kwa ajili ya kuonekana machoni pa watu. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Mathayo utaona pale amezungumzia vitu vitatu. Amezungumzia suala la kusali, akazungumzia suala la kutoa sadaka, na akazungumzia suala la kufunga. Hapo nadhani nataka niwagusie kwa undani kidogo. Katika suala la kusali amesema tusiwaige wao kusali mbele ya masinagogi na katika njia kwa lengo la kuonekana kwa watu. Anasema nenda katika chumba chako, kakae, jifungie, kisha fanya sawa. Kwa hiyo katika hiki kipindi hatupaswi kujionyesha kwa watu kwamba sisi ndio tunaojua kusali sana, kwamba sisi ndio tunamjua Mungu sana. Hapana, anasema iwe ni siri. Ingia katika chumba chako, fanya sawa. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kitu cha pili ni kutoa. Anasema tunapotoa tusiwe watu wa kutangaza kwa watu ili tuonekane watakatifu na wema machoni pa watu. Hapana. Anasema unapotoa hata mkono wako wa kushoto usijue ni kitu gani mkono wa kuume umetenda. Kwa hiyo tunapotoa sadaka tusitoe ili tuonekane machoni pa watu. Tutoe kwa sababu tunapaswa kutoa ili utukufu wa Mungu utukuzwe. Lakini kitu cha mwisho ni kufunga. Kuna baadhi ya watu wakifunga ni matangazo basi. Nimefunga. Kwa nini ufanye kazi? Nimefunga. No. Tunafanya makosa wapendwa. Katika kufunga tunapaswa kuweka siri. Kama umefunga ni wewe. Tunapaswa kujiweka katika hali ambayo haijionyeshi. Mwingine amefunga, yeye ndio ananuna kulikuli. Yeye ndio anajifanya hataki kufanya kazi yote. Yeye ndio anapoa kweli mpaka kila mtu anajua. Pana Biblia yenyewe katika hilo fungu la Mathayo anasema mfungapo pakeni uso wenu mafuta. Onyesheni tabasamu machoni pa watu. Nia na lengo watu wasijue kwamba wewe umefunga. Lakini wapendwa, katika kufunga hapa kuna mambo mawili. Kuna kufunga kimatendo na kuna kufunga kimwili, kichakula. Nimesema kuna kufunga kimatendo na kuna kufunga kichakula. Hivyo ni vitu viwili muhimu sana. Na hapo bora zaidi ni kimatendo. Katika kipindi hiki inabidi tubadilike sana kimatendo. Unaweza ukafunga usile hata siku mbili, lakini kama matendo yamebaki pale, bado unatenda dhambi, bado unatenda uovu, funga yako itakuwa haina maana. Kwa kitu cha kwanza tuangalie matendo yetu. Je, tumeyafunga kweli? Je, tumebadilika kweli? Je, tuna hali ya unyenyekevu kweli? Hapo ndipo masuala mengine yatafuata. Lakini ndugu zangu, hiki ni kitu muhimu sana cha kuzingatia. Sio kwamba tunapaswa kuwa hivi na kuishi katika maisha haya katika hiki kipindi cha Kwaresma, bali pia hata baada ya kipindi cha Kwaresma tunapaswa kuendelea kuwa watu wa kufunga mara kwa mara, watu wa kufanya sala, watu wa kufanya toba, watu wa kutenda matendo yaliyo mema. Wakati mwingine unakuta kuna tatizo, kuna shida inakusumbua, unaweza ukafunga pia. Unaweza ukafanya matendo yaliyo bora pia. Nia na lengo ndio hiyo, tupate huruma ya Muumba. Lakini cha kumalizia kabisa, katika hiki kipindi cha Kwaresma, sisi kama binadamu, sisi kama wanadamu, sisi kama watoto wa Mungu,
tunapaswa kufanya vitu hivi vinne. Kitu cha kwanza ni kuacha dhambi. Kitu cha pili ni kufanya toba. Kitu cha tatu ni kufunga na kusali. Na kitu cha nne ni kutenda mema kwa watu mbalimbali, kwa watu wasiojiweza na kadhalika. Kwa hiyo itabidi tujitahidi kuvifanya. Tuache dhambi, kitu cha kwanza. Punguze kutenda yale matendo ambayo hayampendezi Mungu. Tuzishike zile amri za Mungu, amri za kanisa na mambo yote yanayompendeza Mungu. Lakini tufanye toba. Tafsiri yake kwamba sisi ni dhaifu. Sisi ni wadhambi, sisi ni wakosefu. Tunatenda dhambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu pia. Kwa hiyo tunapaswa kufanya toba. Lakini kitu cha tatu ndicho tufanye mfungo na tufanye sala. Tusali. Mungu atafutu hivi. Mungu anatafutwa kwa sala pia. Lakini kitu cha mwisho ndio hivyo, tuwaangalie wale wenzetu ambao wana mahitaji maalum, wale wenzetu ambao wana shida maalum. Yaani wewe haiwezekani unakula vizuri, jirani yako anaishi maisha magumu. Basi katika hiki kipindi mtazame kwa jicho la pili naye jirani yako. Unavaa mwenzio avae, mtazame pia jirani yako. Hii itatusaidia sana, kwa sababu ukisoma hata katika Biblia inasema kwamba nilikuwa na njaa au kunilisha, nilikuwa sina nguo au kunivisha. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba tunapaswa kuwasaidia hawa waliotuzunguka. Tunapaswa kuwavalisha hawa waliotuzunguka. Tunapaswa kuwanywesha na kuwalisha hawa waliotuzunguka. Umefarijiwa wewe na kupatiwa mali wewe, nia na lengo sio uzitumie wewe mwenyewe, bali pia uwafariji na wale wengine ambao bado hawajabahatika kubarikiwa. Mwisho kabisa, napenda kusisitiza hata baada ya Kwaresma itabidi tuendelee kutenda matendo kama haya. Bwana atubariki, atukinge na kila uovu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.